Bora ukamkumbuka Mungu ukiwa kwenye baa kuliko kukumbuka pombe ukiwa kanisani. Naitwa Elijah Felix Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Kwa mara nyingine tena tukiwa tunaingia kwenye wiki ya heka ya kupokea mwenge wa uhuru, ambako mwenge huo tunapokea kesho katika viwanja vya ndege vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kesho Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2026. Katika manispaa ya Kinondoni nako heka zimeanza, ambako vijana wameitwa kwa ajili ya kupewa semina za kuwakumbusha fursa zipi zinapatikana katika manispaa ya Kinondoni. Moja kwa moja tuungane na mwanahabari wetu Rusajo Frenki ambaye yupo kwenye tukio na anazungumza moja kwa moja na watu ambao walikuwa wamealikwa kwa ajili ya kuja kutoa hiyo semina. Kwa majina naitwa George Liamuya, ni mmiliki na mwanzishaji wa shule ya St. George. Yes, tupo Kijitonyama. Kipi hasa ni kisababishi cha vijana wengi kutokufanikiwa? Kwanza tuna changamoto ya vijana sasa hivi. Tuna tatizo la vijana wengi wana ukosefu wa uaminifu. Vijana wengi sio waaminifu, lakini pia ubunifu wa vijana wengi wana fursa zipo, lakini namna gani ya vijana kuzikimbilia zile fursa. Na pia changamoto ya tatu ni vijana wengi vigezo ambavyo vinahitajika wao kusababisha wao wapate zile fursa za mikopo na nini. Kwa hiyo pia ni changamoto mojawapo. Vijana wanaweza kubuni, lakini kuvumbua ni changamoto. Hapo ni vijana wengi, lakini wana creativity la wana innovation. Yes. Kwa hiyo ni moja ya changamoto kubwa, lakini pia tunahamasisha kama hivi manispaa imeandaa semina tarehe 14 kwa ajili ya vijana kupata mafunzo. Kwa hiyo ni moja ya semina ambayo vijana wanaweza kaitumia kujifunza, kwa sababu kutakuwa kuna waelimishaji mbalimbali, kutakuwa kuna mada mbalimbali, kutakuwa kuna ushuhuda utakaofanywa siku hiyo. Kwa mimi ninawahimiza vijana wengi siku ya tarehe 14 wasikose pale Ngome, kwa sababu kutakuwa na watu mbalimbali, na ikimpendeza Mungu na mimi pia nitashiriki. Katika uwasilishaji wako umezungumzia sana kuhusu nidhamu ya matumizi, na hata watu wengi waliofanikiwa kiuchumi wanazungumza hilo, kwamba ukitaka kufanikiwa ni lazima uwe na nidhamu ya fedha, nidhamu ya matumizi. Sasa ipi ni njia sahihi ya kujenga nidhamu ya matumizi? Kwanza nidhamu ya matumizi, mimi kwa upande wangu ninashauri ianze kuanzia chini. Mtoto anafundishwa, yani anafundishwa kuanzia chini, darasa la kwanza, kwamba ukiwa una nidhamu ya fedha, umepata kiasi hichi, asilimia fulani iweke kama akiba. Kwa hiyo iwe ni somo kabisa, liingizwe kwenye mtaala. Hiyo mimi na kwa upande wangu naona itasaidia sana kujenga nidhamu kuanzia chini kama somo. Kwa hiyo kama kwa upande wa serikali inaweza kuwa ni fursa kuliingiza hilo somo, kwamba vijana wafundishwe namna ya kumanage pesa. Umepata shilingi labda 1000, ujue namna gani utasave na kiasi gani utatumia. Kwa hiyo nidhamu ianze kufundishwa kuanzia chini. Mimi naitwa Idris Njelo. Mimi ni mkufunzi wa masuala ya AI, akili mnemba na masuala ya digital. Kwa hiyo zaidi ninachokifanya mimi ni kuisaidia jamii, wafanyabiashara na makampuni namna gani wanaweza kutumia teknolojia ya AI kuweza kupata matokeo makubwa zaidi na kuweza kukuza biashara zao ama kukuza au kupata fursa zaidi, especially vijana. Sawa. Kwanza kabisa tukizungumzia ajenda hii leo ambayo inahusiana na vijana, masuala mazima ya ujasiriamali, tungependa utueleze ni kwa namna gani akili mnemba inaweza kubadilisha mfumo wa maisha wa kijana katika sekta ya ujasiriamali. Okay, akili mnemba au kwa lugha ya kimataifa AI imekuja na fursa nyingi sana. Kwa hiyo tunasema teknolojia ya AI ni kama vile umeme. Kwa hiyo anayekataa kutumia AI ni sawa amekataa kutumia umeme. Kwa hiyo inatumika kwenye maeneo tofauti na kwenye sekta tofauti, kwenye biashara, kwa maana afya, kilimo na kila sehemu. So tukisema kijana anatumiaje kwenye upande wa ujasiriamali, ni wakati sahihi sana kila kijana tutasema aweze kushangilia. Kwa nini aweze kushangilia? Kwa sababu ukiangalia kwa zamani ilikuwa kijana aweze kuanza biashara, aweze kuja kuuza, aweze kuja kufanikiwa, ilikuwa inahitaji timu ya watu wengi, B ilikuwa inahitaji mtaji mkubwa sana. Lakini leo hii
AI kama ataitumia vizuri kijana inaweza kumuondoshea gharama kubwa na kumpunguzia watu wengi. Labda nikitoa mfano mdogo tu, kwa maana ya moja jambo muhimu sana tunasema kwenye masuala ya biashara ya jasiriamali, cha kwanza kuna kitu ambacho tunahitaji kinaitwa research. Research kwa maana ili uwe na biashara ambayo ina mafanikio sokoni, lazima uifanyie research, ujue wateja wako wako wapi, ujue ni jinsia gani na hiyo bidhaa inakubalika kwa kiwango gani. Kwa hiyo mara kwanza ilibidi umlipe mtu akufanyia research ama utumie gharama kubwa kufanya research. AI inaweza kukufanyia hiyo research ambayo wewe unaifanya ndani ya muda mchache. Lakini pia kuna issues ambazo unataka kuombe mkopo ama uombe support, unahitaji kuandaa kitu kinaitwa business proposal. Business proposal ni andiko la mradi. Juzi kati tumeona masuala ya mikopo, ndio tunaambiwa waandike andiko la mradi. AI inakuandikia very professional business proposal. Lakini ukienda kuna masuala pia ya tunasema ya online, kwa maana leo hii madi ufanye biashara ni vizuri uze online, digital online. Exactly. AI inaweza kukuandalia ile caption ya kutuma mtandaoni, AI inaweza kukupostia mtandaoni, na AI inaweza kupokea wateja, na AI inaweza kuuzia wateja kipindi uko umelala. So shughuli ya mara kwanza ambayo kijana ilibidi bei yawe na timu ya watu 10, atumie fedha nyingi, anaweza kufanya yeye mwenyewe kwa gharama ndogo na kupata matokeo makubwa zaidi kama mjasiriamali. Ukiwa Lusajo hakuishia hapo, aliweza kuzungumza na mratibu ambaye aliweza kuratibu na kuorganize vijana ambao waliweza kufurika katika huo ukumbi wa CCM vijana. Tumsikilize dada huyo alichokizungumza kuhusu vijana, na yeye amesema kwamba wamepata fursa juu ya fursa. Jina naitwa Agnes Kiara, ni mratibu wa kongamano la vijana na fursa 2026 wilaya ya Kinondoni. Tumeona jinsi gani vijana walivyofurika katika hili kongamano la vijana, ni jinsi gani inaonesha kwamba vijana nguvu kazi ya taifa wamekuwa na wamewiwa katika swala zima la kimaendeleo. Kwa hiyo tumeongea na vijana wameelezea changamoto zao ambazo zote tutazikusanya, na kama kwa umoja huu wetu tunaamini kwamba serikali yetu sikivu ya Mama Samia Suluhu Hassan inaweza ikaja kutufanyia kazi na kutuona vijana ni jinsi gani tunapambana na ni jinsi gani tunahitaji kuwezeshwa kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kujenga pato la nchi na pato letu sisi binafsi. Basi bila kusahau wiki ijayo tumealikwa katika kongamano lingine la vijana, yani kupitia kongamano hili la leo la fursa, tumepata fursa ndani ya fursa. Inamaanisha tumepata fursa ya kualikwa katika kongamano la vijana kwa ajili ya wiki ya Mwenge ambayo itafanyika pale Sinza Ngome Hall, ambako itakuwa ni siku ya tarehe 14. Vijana wote wa Kinondoni tunakaribishwa sana. Naitwa Julieta Novat Bakebwa, na kongamano letu la leo la vijana kwa kweli limefanikiwa kwa 100%, kwa sababu vijana wote waliokuja walikuwa wamekuja kwa lengo la kupata mafunzo na sio kuja kwa ajili ya kupata kitu. Kwa kweli tumepata pia challenges na maswali mengi kutoka kwao, na tunashukuru Mungu kwamba tumewajibu vizuri na wameridhika. Kwa sasa hivi kitu ambacho wanaenda nacho kuelekea Mwenge, na wengi wameahidi kwamba watashiriki kila semina inayotolewa. Lengo hasa ni kwa ajili ya kujifunza zaidi. Kwa kweli wamefurahia na wako tayari kushiriki semina ijayo ambayo imeandaliwa na manispaa kwa ajili ya vijana tarehe 14 Ngome House pale Sinza. Kwa hiyo wewe kama kijana ambao leo umekosa, usikose hiyo siku, kwa sababu kutakuwa kuna watu wengi sana watoa mada ambao watatoa mada zaidi ya hizi ambazo tumezipata siku ya leo. Bwana, kwa majina naitwa Ramadhani Abdalla, ni mkazi wa kata ya Tandale ndani ya mtaa kwa Mkunduge kwenye wilaya ya Kinondoni. Taarifa nimezipokea nikiwa katika maeneo ya kata ya Tandale, ndio nilizipokea taarifa, na nimezipokea katika moja ya baadhi ya vijana tukiwa katika tuseme kwenye maeneo ambayo watu tunapendelea kukaa vijana kwenye kupiga stori zetu za hapa na pale. Basi ndipo baadhi ya vijana wenzetu wengine walipokuja kutuambia taarifa hizi. Naweza nikasema kwamba moja, imefikia kwenye kiwango hicho kiasi chake, lakini pili, bado haikukatika mpaka pale ambapo tamati ya kile ambacho mtu ulichokuwa umekijia kama kijana kukiangalia mwenendo wake kinakuwa vipi, iko hivyo yani. Kipi hasa ambacho kimekufurahisha katika kongamano la leo, na umejifunza nini ambacho wewe kama kijana utakichukua kwenda kukifanyia kazi, kuhakikisha pia, lakini sio kufanyia kazi kwa faida yako peke yako, na kushare na vijana wenzako ili muweze kukwamuka kiuchumi? Moja ambacho kimenifurahisha zaidi, kwanza ni kukutana na baadhi ya viongozi ambao kwenye ukuaji wangu mpaka hapa nilipofikia ndo wengine nimekuja kuwajua leo hapa.
ila pili naweza nikasema kwa kifupi ni pale tu ambapo katika hizi fedha za fursa kwa ajili ya alizozitoa Mheshimiwa Rais, na nishukuru sana kwa pale ambapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipomteua kwa mara ya kwanza waziri wa vijana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ninaposema nashukuru, mpaka leo hili mimi limenifikia takriban miaka mingapi akija kunifikia kitu kama hichi. Kwa tafsiri yake kazi ya Mheshimiwa waziri wa vijana inafanyika vizuri. Kwa hiyo katika kulipokea kwangu hili na katika kwenda hata kulifikisha kwa vijana wenzangu, unajua sisi vijana wengi sana huwa vinafanyika vitu ambavyo hata Mheshimiwa Rais anaweza akaviamuru vifanyike huku chini, lakini tusifikishiwe katika weledi ule ambao umesemekana huko juu. Kipi ambacho leo umejifunza na utakwenda kuwafundisha vijana wenzako, na mwisho wito wako kwa vijana? Mimi nilichojifunza na nitakachowafikishia wenzangu ni kujitokeza katika hizi fursa ambazo Mheshimiwa Rais amezisema, na kikubwa zaidi nitakachokwenda kuwafikishia ni pale ambapo wao kiupande wao kuwajuza kuwa hivi vitu sio kama vile ambavyo wavisikiavyo. Vijana wengi wanasikiaga hivi vitu alafu wanavipuuzia tu, lakini mimi moja ya mtu ambaye nilipofika siku ya leo hapa kuna utofauti wa vitu vikubwa vingi nimejionea huku. Hivyo wito wako kwa vijana? Wito wangu wa vijana ni kujitokeza. Vile vile tena nimepata habari zingine hapa tarehe siku ya Jumanne ambayo itakuwa ni tarehe 14, kuna kongamano ambalo litakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo hilo ni kongamano ambalo mimi nilikuwa naomba vijana wengi sana wa wilaya hii ya Kinondoni na hata mkoa wangu wa Dar es Salaam wajitahidi kujitokeza katika hilo kongamano siku hiyo, kwa maana ya kwamba hivi vitu si vya kuvipuuzia kiupande wetu vijana. Mara nyingi tulikuwa tunaviongelea kwamba hatupati fursa zinazojitokeza, lakini kashuka waziri wa vijana. Kiukweli kwangu kwa sasa hivi naona it is okay. Iko bomba sana. Asante. Kwa majina naitwa Abel John, mkazi wa Mwananyamala. Maana vijana wengi walikuwa mtaani wanalaumu sana serikali kwamba hatupati fursa, hatupati nini. Of course mimi nilivyoelewa hapa ni kweli fursa zipo. Sio kwamba fursa hadi upewe hela upewe nini, fursa ni mawazo. Kama hivyo tumepewa mawazo mazuri sana, of course mimi amenijenga na nitaenda kujenga vijana wenzangu. Watoe ile mtazamo kama hivyo wanatazamia kwamba baadaye hatupewi si vitu kama hivyo, mikopo nini. Of course nitaongelea kwa uchache. Wamekosa vitu kama mfano kujifunza jinsi ya kuanza biashara, ya kujiunganisha na watu wakubwa ili upate biashara zaidi. Maana kidogo hicho ni kutangaza. Unaweza kuwa na kidogo kutangaza zaidi haya. Asante sana, kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami naitwa Elijah Felix Beyeza. Kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi na hii ni Kipepeo Digital. Lakini cha msingi na cha kuzingatia, kuna kongamano lingine tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2026 ni pale Sinza, sehemu inaitwa Ngome Hall, Sinza, Afrika sana. Kufikia hapo sina la ziada na kuomba usiache kusubscribe. Naitwa Niite Beyeza na hii ni Kipepeo Digital. Asante.